Bila shaka mpaka sasa hivi wengi wetu tayari tumeshaisikiliza EP mpya ya Ibra, Poison Medicine. Bonge moja la EP. PM ni kali kinoma ile EP. Mimi naweza nikasema kwamba ngoma zote 5 za kwenye EP ni kali. Sijui kwa upande wako wewe. Hii ni story za Lanka. Mimi naitwa Lanka Ting. Instagram, Facebook, TikTok na YouTube nasomeka kama Lanka Ting. Jana nilikuwa nasikiliza interview ambayo ameifanya Ibra pale Wasafi na Liliomi kwenye exclusive. Bonge moja la interview, nimefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho interview, si ndio? Na nimesikiliza kila kitu ambacho Ibra amekizungumza. Kitu kimoja ambacho mimi kiukweli huwa kinanikera na huwa kinaniumiza kila ninapomuona Ibra akiachia project afu akianza kufanya media tour, kuanza kumuongelea Harmonize, kuanza kuongelea Konde Gang, kuanza kumuongelea Diamond Platnumz, yani kuongelea yale mambo ambayo tayari ameshapita. Mimi hicho kitu huwa kinanikera sana. Cha kwanza kabisa, mara baada ya Ibra kutoka Konde Gang, mimi binafsi nilitamanigi Ibra asizungumze chochote kuhusiana na Konde Gang. Yani asiongee chochote kuhusiana na Konde Gang. Yalivyoisha angekausha kimya kwa sababu ile ni biashara pia. Angekaa kimya, maisha mengine yakaendelea. Lakini baada ya kutoka Konde Gang kuna project kadhaa aliziachia, na kwenye kila interview ambayo alikuwa anaenda maswali makubwa alikuwa ni hayo kutoka kwa Harmonize, sio amefanywa nini, sio amefanya hivi na vitu kama hivyo. Sasa hivi imepita muda kidogo, ameachia project mpya EP. Nilitamani nisisikie tena hizi stories za Harmonize, nisisikie tena stories za Konde Gang, stories za Diamond, nisisikie tena, kwa sababu kinachotokea, nguvu kubwa inakuwepo kwenye hizo drama. Ndio nguvu kubwa inawekwa huko kwenye project. Inakuwa zinasahaulika, yani kazi zinasahaulika, lakini kwenye drama ndio nguvu inakuwa ni kubwa sana. Yeye kama msanii hawezi kumzuia presenter, hawezi kumzuia mtangazaji kumuuliza hayo maswali. Tunafahamu hilo. Lakini kuna style ya kujibu ili yasiwekewe macho sana kama ambavyo alivyojibu jana kwenye interview na Liliomi. Kwa ukweli kabisa, kama ningekuwa niko kwenye management ya Ibra, ningemwambia bana, ulichokijibu jana Wasafi ndio iwe mwisho. Nafahamu baada ya story za jana kuna story nyingi zitaendelea kwenye kila interview ambayo ataenda kuifanya, lakini ajitahidi kuminimize maneno, ajitahidi kupunguza ukali wa maneno ili story kubwa isiwepo kwenye hizo drama. Story kubwa ibaki kwenye EP yake mpya ambayo ameiachia. EP ni kali na ngoma kali, ngoma zote 5 ni kali. Yani kama unafuatilia muziki na unapenda kusikiliza muziki, huwezi kuskip hata ngoma moja kwenye EP ya Ibra, kwa sababu EP yake ni kali kinoma, ina mawe makali. Yani kilichobakia sasa hivi yeye na management yake ni kutengeneza mikakati ambayo iko vizuri, iliyonyooka, ili kuifikisha EP sehemu ambayo inastahili kuwepo. Wote tunafahamu kipaji cha Ibra, na sasa hivi ambacho kinatokea, asilimia kubwa ya Watanzania wanataka kuona Ibra mpya ambaye hausishwi tena na Konde Gang. Yani hata akihusishwa na Harmonize na Konde Gang, inakuwa ni kwa asilimia chache sana anahusishwa naye. Kutengeneza drama, kutengeneza kiki, kumuongelea mtu na vitu kama hivyo, anatakiwa mtu awe anakujibu, si ndio? Lakini sasa kwa upande wa Ibra, msanii ambaye anamuongelea au mzungumzia, mara nyingi ni msanii ambaye hawezi kumzungumzia yeye kumjibu, kwa sababu yeye anahisi akimzungumzia Ibra ataenda mjini, kwa hiyo atakuwa amemfaidisha. Na ndio ambacho kinatokea hata kwa Diamond, tunaona na Harmonize anaweza kaongea kitu. Kama unaweza ili tuithibitishe sasa hivi, toka Harmonize ameongea ile issue na Diamond Airport, sidhani kama kuna sehemu ushe kumsikia Diamond anamuongelea Harmonize hata siku moja. Na ile issue ilikuwa ni kubwa kinoma, yani kwa mtu mwenye moyo mdogo alikuwa na uwezo wa kutoka na kuzungumza hiyo issue, lakini Diamond hajaje kuzungumza hata siku moja, si ndio? Na hata mpaka sasa hivi kikitokea kitu Harmonize akikiingilia akakiongelea, humsikii Diamond anaongea chochote, humsikii Diamond anafanya chochote. Ni kwa sababu Diamond anaona akimuongelea Harmonize anampa mwendo. Hiyo ni biashara tayari, na yeye level yake anaona kabisa hafai kumuongelea Harmonize. Ya Diamond iko tayari, Alikiba akifanya kitu, Diamond akijibu pale pale immediately. Hata kama mtu akisema kwamba Diamond kamjibu Alikiba, lakini yeye yuko tayari kwa sababu anaona biashara yake ndio iko pale. Na of course wote tunafahamu Alikiba, Diamond ni watu ambao kwa asilimia kubwa wanategemeana, japokuwa hataki kusema hilo. Hata ukija kuangalia matukio ya Alikiba akiyafanya, wanamuhusisha Diamond. Matukio ya Diamond akiyafanya, wanamuhusisha Alikiba, kwa sababu biashara yao iko kwenye level moja ambayo inaendana, si ndio? Same kwa Ibra. Sasa hivi Ibra haitakiwa ajiwekeze nguvu kubwa, yani awekeze nguvu kubwa kwenye muziki wake, awekeze nguvu kubwa kwenye story ambazo zinamhusu yeye, ili kazi zake ziweze kwenda sehemu fulani, kwa sababu sasa hivi nguvu kubwa ambayo anataka aitumie Ibra
ni nguvu kwenye projekti zake, lakini sio kwenye hizi skendo ambazo tayari tumeshazisikia sana. Kuna mtu asiyejua kwamba Ibra alishawahi kublokiwa kitambo na Harmonize kipindi ametoka? Sasa alishawahi kusema hiyo swala. Harmonize kamblock juzi. Yaani yote tunajua, si ndio? Lakini sasa hivi Ibra alitakiwa awekeze nguvu kubwa sana kwenye kupromote project yake.